Mimi nawakumbusha kwa nia nzuri, hasa kwa wanaume wanangu. Huu ni ushauri tu. Kwa situation ambayo inaendelea sasa hivi, hakuna asiyejua masuala ya kupotea, sijui kwa nini mboo, sijui nini. Hakuna asiyejua kitu kinachoendelea. Sasa hapa naongea kwa upande mwingine, ni kwamba kuna vitu vya kujiepusha navyo. Mimi nawaambieni ukweli, 80% hawa watu wanaopigwa sijui kaiba mboo, kaiba nini, sio kweli. Mtu mwingine tu anasingiziwa, mtu mwingine anaweza akaisiwa, umechukua mboo yangu, umechukua. Sio wote wanaopigwa hapa wanahatia, wengine wanasingiziwa. Sasa kwa nini likukute hilo? Sijui unanielewa shabiki yangu. Nakushauri jiepushe kukaa kwanza kwenye interaction ya watu. Yaani wewe unaenda kukaa kijiweni, kwa mfano hivi umekaa sijui kwenye vijiwe hivi umejazana jazana, epuka. Mwanangu, kama mtu anachuki na yeye anaweza akakutafutia sababu, kama kukupiga ameshindwa, labda kufanya kitu fulani ameshindwa, anaweza kukusakizia kama hivyo tu. Upo kwenye kundi la watu, hauna issue ya maana unaofanya, unaenda sehemu ambapo hata wewe hujulikani. Yaani bora useme mtaani kwako sawa, ila unaenda sehemu hata hujulikani, unakaa kwenye makundi ya watu, mtu tu anakusakizia, umechukua mboo yangu wewe, kumala mama, umechukua mboo yangu wewe, mama, unapigwa pale, ndo mwanzo unaweza ukafa, ukajeruhiwa vibaya. Kwa wanaume wenzangu, tuepuke kukaa kwenye makundi haya. Sijui umekaa kijiweni, sijui umekaa kwenye makundi. Yaani tuepuke hii interaction au mwingiliano wa watu wanangu. Tuepuke, tuweni makini sana. Kama hakuna kitu kinachokutoa nje, hakuna kitu labda kama sio ufanyi kazi au uona chochote, kama hakuna kitu cha maana kinachokutoa nje, basi usitoke mwanangu, ni ushauri. Epuka maswala ya kukaa kwenye interaction ya watu, makundi, manini. Mtu tu anaweza kukwambia hata bahati mbaya, bwana umechukulia mboo yangu, umechukulia mboo yangu. Mwisho wa siku unakuja unapigwa. Sijui unaelewa mashabiki zangu. Kwa hiyo nawashauri, kama utaona sasa fanyia kazi, kama utaona pia sasa wewe endelea tu kuingia kujazana na watu, unaenda sehemu ambapo hujulikani, wewe unajichanganya. Mtu akienda sehemu mgeni akujue, huyu mbona kama mgeni? Bwana kanichukulia mboo yangu. Watu hawakujui eneo hilo. Unapigwa hapo, mwisho wa siku unakufa. Unaenda kufa kifo cha kisenge, kifo cha kusingiziwa wakati wewe usiki na chochote. Kwa hiyo kuepuka hivi wanangu, tuepusheni interaction za watu, tuepusheni kukaa kwenye mavijiwe, sijui umekaa kwenye nini. Epuka wanangu kukaa na watu ambao sio maana uwajui. Hiyo itakusaidia mwanangu kwa situation inayotokea hii inaendelea. Mimi nimemaliza, siongei sana. Nyie ni mashabiki zangu, linapotokea jambo la kuwakumbusha na wakumbusha. Sio kitu kizuri. Shabiki yangu leo nasikia mtu fulani amekufa bwana, kafa na nini? Amesingizia, ameambiwa anachukua mboo ya mtu. Mama sishike kwa mama. Hayo sio mazuri. Epukeni. Kuna mtu kapigwa leo mbele yangu mchana, kati natoka naenda kula chakula mchana. Kapigwa mbele yangu rafiki yangu. Kasingiziwa ndo akachukua mboo yangu, kanishika bege, kanishika. Masiala tu. Hata yale masiala tu, haya sawa usiki, unamshika mtu bege tu. Basi tu uona fanya utani, mtu anaweza akachukulia serious. Kitu chake kipo lakini anambia mboo yangu haipo. Hapo mtu unapigwa. Kwa hiyo tuepuke wanangu kukaa kwenye makundi haya, vijiwe hivi. Hivyo tu wanangu, itatusaidia kwa hiki kipindi ambacho tunapitia. Mimi nimemaliza.